Kwa majina naitwa Mrakibu wa Zimamoto Marumbo Ngata, ni kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya. Leo nilikuwa na lengo kuambia ndugu wananchi jambo moja ambalo ni matumizi sahihi ya namba yetu ya dharura 114. Kwa mkoa wetu wa Mbeya kumekuwa kuna matumizi ambayo sio sahihi ya namba yetu 114. Unakuta mwananchi anapiga simu akiwa anaeleza shida ambazo si stahiki au si za kidharura. Mtu anapiga simu anaomba fedha, mtu anapiga simu anaomba kazi, au mtu anapiga simu anatoa mwito wa uongo. Kiasi kwamba gari linatoka, mtambo unatoka kuelekea eneo la tukio, mnafika hapo unakuta hakuna tukio lolote na ile simu iliyopiga ukiipiga tena haipatikani. Naomba nitoe rai kwa wananchi. Tutachukua hatua kali za kisheria, ikiwepo kuwapeleka mahakamani watu wote ambao watatumia namba hii kwa njia sio sahihi, kwa sababu tunaamini wakati huo wewe mwananchi unapiga simu na kutoa mwito wa uongo, kuna mwananchi mwingine ambaye ana tukio kweli la dharura, anatakiwa apate msaada. Sasa akipiga anakuta namba inatumika au namba iko busy, kiasi kwa na hali ambayo ikija kupatikana baadaye tunakuwa tayari ametoa taarifa lakini sio kwa muda mwafaka, na hivyo kusababisha madhara makubwa kwenye maisha yake, lakini pamoja na mali zake kutokana na matukio ambayo yanakuwa yamemkumba. Lakini jambo lingine ambalo nataka niombe ndugu wananchi, tuhakikishe tunachukua tahadhari ya moto kwenye maeneo yetu ambayo tunafanya kazi kila siku, ikiwemo kuwa na uelewa wa matumizi sahihi ya namba 114, lakini pia kuhakikisha kwamba unapofanya shughuli zako, wale wanaokata vyuma, wale wanaovua samaki, wale wanaochimba madini, kuhakikisha kwamba wamechukua tahadhari zote za kinga tahadhari ya moto, ikiwemo kuwa na elimu. Lakini pia saizi kuna ujenzi unafanyika, hakikisha ramani yako unafikisha jeshi la zimamoto na uokoaji ili tuweze kutoa ushauri nini cha kufanya na vitu gani vitakuwa viwepo ili kuhakikisha kwamba jengo lako linakuwa salama dhidi ya majanga ya moto. Lakini ikitokea limetokea tukio, whether ulikuwa unapita au kuna tukio lote la moto au la maokozi, basi usisite toa taarifa kupitia namba yetu ya dharura ambayo ni 114. Namba hii ni ya bure na inapatikana mitandao yote na inapatikana masaa yote, na serikali imezidi kuboresha zaidi na zaidi kwamba sasa hivi namba hii inapatikana kwenye mkoa husika tu. Kwa hiyo ukiwa kwenye mkoa wetu wa Mbeya, ndani ya mipaka mkoa wa Mbeya, 114 itapokelewa. Ukiwa kwenye mkoa mwingine, ukipiga 114 itapokelewa kwenye mkoa husika. Kwa majina naitwa Flavian Sanga, mkazi wa Mbeya. Jeshi la zimamoto ni, kwa uelewa wangu, ni kitengo cha usalama katika maafa yatayohusika kwa moto. Ni watu ambao wanadili na changamoto za kuokoa pale linapotokea janga la moto, basi wao ndio wahusika. Ndio uelewa wangu. Kwa uelewa wangu nitazungumzia mazingira niliyopo ya mji wa Mbeya, kwamba jeshi la zimamoto lenyewe kama lenyewe lina changamoto ambapo nimeshashuhudia wakiwa wanapewa taarifa na hawafiki kwa muda muafaka. Lakini kwenye hilo pia naweza nikawasaidia kwamba huenda miundombinu sio sahihi au sio rafiki kwao. Kwa mfano, kuna mazingira kama watu wanaishi huko scattered, sehemu kama Ilolo, sehemu kama juu kule wanaita Juhudi, sijui kuna jina gani lingine. Ile sehemu kwa ufikiwa kama ikitokea maafa ya moto ni changamoto. Miundombinu haipo rafiki. So kwa hapo tutawalaumu kwamba wanachelewa, lakini serikali inatakiwa iliangalie kwa jicho lingine. Wanahitaji msaada. Msaada ni nini? Ni miundombinu, njia haziko vizuri. Muda mwingine tunaamini, kwa mfano ninapita kwenye shughuli zangu pale fire, huwa naona gari 2. Sasa watifu zikitokea sehemu 4 zimepata hitilafu. Tuko mjini, tunatumia umeme. Just imagine sehemu ambayo ina umeme au ni source ya umeme ikakorrupt, ikaleta changamoto, zikaungua sehemu zaidi ya 1. Kwa majina anaitwa Cleopatra Saile Mwaliego. Ninachopenda kushauri zimamoto, pale ambapo tunakuwa tuna shida tunawapigia simu, wao wanapokea simu kwa wakati, alafu wao wanafika kwa wakati ambao tunakuwa na uhitaji. Majina anaitwa Yolo Sanga, ni fundi sanifu.
Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kwa upande wangu, changamoto ambayo ipo ni wao kwenye swala la kutoa elimu na pia kwenye perception ambayo sisi kama wananchi tunayo. Nikisema perception ambayo wananchi tunayo ni kwamba tunaamini kwamba kazi ya zimamoto ni wao kuja kuokoa kipindi maafa yakitokea, lakini kwa upande wangu sisi kama niyo tu, kwa sababu nahisi wao wapo responsible kutengeneza mazingira ambayo ni sahihi kwa sisi kama majanga yakitokea kuweza kujidefend wenyewe. Kwa mfano nikisema hivyo namaanisha kwamba kututengenezea mazingira ya kuwa kama na vitu vya kuzimia moto kama fire extinguishers sehemu mbalimbali. Naweza nikaongelea sehemu kama za masoko mfano. Yaani kutengeneza mazingira salama kama zile pipe za maji, hoses za maji, kuwa na fire extinguishers za kutosha, kwamba just in case moto ukitokea wao wasiwe emergency yetu ya kwanza, bali wao hata hiyo emergency ya pili. Kama moto umetushinda kupitia vile vifaa ambavyo wao wametupatia au elimu wametupatia kuzima moto, kama vimeshindwa sasa kuzima, wao ndio hiyo emergency yetu ya pili, yani tuwe tayari kujidefend wenyewe.